Kama hii ni nyumba. He. Sasa mnataka kuniambia kampuni zangu zinaingia maji. Sasa usiingize tu maji. So guys, this is one of the house. This is one of the houses. Wenye walikuwa nakaa huku, huku walihama. So huku ni kwa nyumba, unaona nyumba imeflood maji. Na hii maji niwakumbushe ni maji ya lake. Hii ni maji ya lake. Sasa unaona ikiruka hapa. Ikiruka hapa, ujue iko kieja. Ishaingia kwa maji sasa. Inaenda ikiongezeka kama inapungua hii maji. Si inaongezeka? Haikuwa hivi. Sasa unajua hapa imepita. Sasa hapa ni kwenda hapa sasa hakuna plan B. Mtazamaji wa Kikuyu Star TV ni moja kwa moja kutoka Nakuru County. This is Naivasha na mahali nipo ni Kehoto. And as you can see the area is flooded. Watu wamekuwa displaced na hii maji ambayo mnaona hapa, hii maji imetoka Lake Naivasha, which means Lake Naivasha imejaa. So nataka tuongee na wananchi wa hapa hivi watuambie hii maji ilikuja siku gani. Tuongee bado watuelezee je, serikali imewasaidia, na bado tutaingia huku ndani nionyeshe the current situation. Kuna watu bado naona wanaendelea kuhama na wengine bado wamesema hawatahama. So nataka niwaelezee hiyo maneno yote, niwakumbushe tena this is Kehoto and this is Naivasha, this is Nakuru County kwa Governor Susan Kihika. And as you can see kuna magugu ya maji hapa hivi na wananchi bado wanaendelea kuingia huku ndani. So I want to show you the current situation. So kama una watch hii video kwa upande wa Facebook ama TikTok, you can watch the whole video pale YouTube ya Kikuyu Star TV. Nikukumbusha tena it's a live reporting from Kehoto, Naivasha, Nakuru County kwa Susan Kihika. Wacha tuingie ndani tuangalie kama tuangalie hali ilivyo na tusikie kama wameweza kusaidika na mambo iko namna gani. So twende kazi. So karibu sana mtazamaji wa Kikuyu Star TV. This is the current situation. This is Naivasha, Kehoto. Na as you can see, as you can see, kama kwa hii ploti, nataka niwaingize so that we can see the current situation. Umesema ni wapi kuna mtaro? Uko na fungua? Ona. Ni wapi kuna mtaro? So this is the current situation, unaona? Ploti imeflood. Wacha tuone venye. So hapa lazima uingie pole pole. Hii yote yenye mnaona hapa hii ni maji ya lake. Hii ni maji ya lake. Ukiangalia So this is the current situation. This is Naivasha, ukiangalia hii yote ni maji ya. So guys, karibuni sana. This is live reporting from Naivasha. This is Nakuru County. Na kumekuwa na flooding as you can see. Maji ya Lake Naivasha imeweza kuflood. So imepata hadi wakazi mahali wanakaa. So nataka niwaoneshe the current situation. Tutazunguka huku kote so that I show you the current situation here from Naivasha. So hii ni ploti moja. Na hii maji kwanza tunaambiwa imechanganyikana na ya choo actually. Ukiangalia huku kote. Nataka nione kuna mahali kuna shimo hapa kweli? Kule mbele. Sawa. So huku ni watu walikuwa wanaishi. Lakini unfortunately sasa maji ikakuja. They were forced kuhama. This is Naivasha. This is Nakuru County obvious. Nataka niwazungushe so that we can see the current situation. Hata mimi samaki tuliona hadi hippopotamus zilikuwa huku. So ukiangalia kama hapa hivi, ukiangalia mimi kama mimi imebidi nimevaa Crocs. So ukiangalia huku kote kumeflood, wenye walikuwa wanakaa huku na hii maji hii ni maji ya lake. Hii ni maji ya Lake Naivasha. Lake Naivasha imejaa na sasa maji imeflood hadi huku. This is the current situation. So ukiangalia huku kote kumeflood. So this is one area, this is one side. Nataka niwaoneshe this is one of the plots. Nataka sasa tuende kwa another section. More than 4,000 people wamekuwa displaced. More than 4,000 people wamekuwa displaced. Na yes, so this is the current situation. As you can see, Naivasha kumeflood. Naivasha inamezwa na maji ya Lake Naivasha. Wananchi wa Kehoto, this is Kehoto. Kehoto maji yote ya lake imejaa, so inapata wananchi
maliwa wanakaa. Sasa kama kwa hii ploti wamehama wote, nasikia maji imechanganyikana na sewage. So imebidi watu wamehama, na ni kwa sababu ya mvua yenye imekuwa ikinyesha. Nitawaonesha kila kona, na huku maji ni mingi. Ukiangalia kama huku hivi, unaona venye kumeka. He. Na hakuna kushiba. Unashiba unaenda wapi choo? Aya, hatuna shiba unaenda yenyewe huwezi juu choo imeflood. Hapo kuna mwanafunzi wa shule. So guys, this is the current situation. Nataka tuende kule mbele, na huku hadi kuna mitaro. Kuna plot ingine hapa. Gani? Ya huku hivi. Yes, so kuna plot ingine hapa guys. Nataka niwazungushe. Huku nakuo. Naona hii ni choo iko hapa. Hizi ni choo ziko hapa. Hizi ni choo by the way. Unaona? Hebu unajua sasa huwezi jua kama hapa kuna mahali kuna shimo kweli. Kwa hivyo mtu anaweza ingia. Acha tuone. Lakini sio kudip sana. Acha tuingie. Yeah, so guys, this is the current situation. Huku ni Naivasha. This is county 032. Usianguke. Nakuru County kwa governor Susan Kihika. Ukiangalia kama choo imeflood. Ni kudip sana ama nitoe gumboot? Huku itabidi umetoa gumboot. So ukiangalia kama choo zote zimeflood. Guys, this is the current situation live from Nakuru County. This is Naivasha, this is Kehoto. Maji yote ya Lake Naivasha imeflood. Lake Naivasha imejaa. Na so maji yote imekuta wananchi wa Kehoto huku hivi wamehama, lakini still bado maji inaingia, kutoka kwa lake. Yes, so this is the current situation. Mambo iko namna hii. So mambo iko namna hii na kumejaa. Kwanza huku maji inafika mtu kwa magoti by the way. Maji inafika mtu kwa magoti. Acha niwaoneshe huku mbele venye kunakaa. Naivasha is sinking. Na wananchi huku wanasema hawana wa kuhamia. Acha tuangalie. Na hii maji by the way iko hadi na diapers, iko na nini? Wacha hiyo unasema kikusta. Yes? Hizi ni choo. Unaona? Hii maji imechanganyikana hadi na choo. Hii maji imechanganyikana hadi na choo. Imagine. Unaona? Inakaa. Huko ni Naivasha bwana. Wacha tujaribu. Ona. Sasa wewe lazima utapata maji. So sasa mimi hadi long yangu ishapata maji, lakini no worries. So lazima tuoneshe watu venye situation. Sasa kama hii ni nyumba. Sasa unataka kuniambia gumboot zangu zinaingia maji? Sasa usiingize tu maji. So guys, this is one of the house. This is one of the houses. Wenye walikuwa nakaa huku walihama. So huku ni kwa nyumba, unaona nyumba imeflood maji. Na hii maji niwakumbushe ni maji ya lake. Hii ni maji ya lake. Aya. So huku sasa maji itakuwa. Chunga usianguke. So na wananchi huku wanasema serikali bado haijawasaidia. Wanasema serikali bado haijakuja kuwaokoa kwa sababu hii maji imetoka kwa Lake Naivasha. Lake Naivasha iko hapa hivi. Hadi ile magugu yenye inakuwa kwa lake. Imesukumwa imekuja hii side. Na tumeona pale chini bado maji inaingia. So this is a disaster. Na I guess serikali inafaa kuwa imeshughulikia watu huku wahamishe. More than 4,000 people wamekuwa affected. Yes, so naendelea kuonesha the current situation. This is Naivasha. Naivasha is sinking. Lake Naivasha is claiming back its area. This is one of the plot. Ukiangalia huku kwote watu wamehama. Nataka tutoke twendeni huko kwingine. Twendeni mbele. Lazima hapa ni nini? Aya. Gumboot zako lazima ziingie maji. Hata zimeanza kuingia. Jalia. Lazima ziingie maji. Kuja hiyo side. Zimeingia tu. Zimeingia maji. Hebu nishikie simu. Nishike ushike pole pole. Sasa wewe hata ungetoa hizo gumboot. Mulikisha na huko. Huyu ni mwanahabari. Kaa vizuri. Wewe pata wewe uanguke lakini mimi simu isianguke. So huyu ni mwanahabari. Huyu ni mwana anaitwa Paxson TV. Amesema ati avae gumboot. Sasa nilikuwa nimeringa ati niko na gumboot. Nilikuwa nimeringa. By the way guys, mimi nilijua nikanunua Crocs. Tumefika mimi nimenunua Crocs. Juu nimejua viatu zangu lazima hata azionekane vizuri. Yes, na sasa huyu mrembo alisema anataka kujituma kama brand. Yes. Anasema tukuje kazi. Lazima. Sasa leo tunamwambia kuna kazi kidogo tunaenda. Yes.
So this is the current situation. Hebu tuendelee. Tuendelee uko mbele Paxson. Sawa. So nataka niuoneshe venye kume flood. Ushafika huko mbele? Sasa Paxson, ule mzee ako hapa hivi. Mwenye tulikuwa tunaenda kwa nyumba yake. Huku bwana nimeona huku. Huku mko na shida kubwa sana. Na maji bado inaingia. Maji bado inaingia. Hapa kuna hapa sijui kama kuna mtaro huku. Sawa. So tunaingia hapa hapa ni kuingine nako. Aya, hii ni plot nyingine sasa tunaingia. Aya. Wa. Yes. Simon, huku ni kwa Kikuyu Star TV. Simon Kiari. Jeje goka. Watu kugituma bechari goka Simon Kiari. Sasa huku nako ni kwa Kikuyu Star TV. Pengine unaweza tuelezea umekaa huku for how long na maji ilikupata aje wewe? Hapa nitangulia na ile maji ya pale. Unaona? Nilikuwa pale, unaona pale line ya Sewer Drive. Kwa nimekaa hapo, nikatoka hapo, nikahamia huko, nikakuja hapa. Sasa hapa ndio sasa niko. Sasa nataka kutafuta nyumba pande. Nyumba yako ilikuwa gani? Ndio. Hebu unaweza ifungua ama umefunga? Ngome nimetupa ndio hata wewe unataka kifungua. Umetupa kifungu? Natafuta hapa si. Imeanguka hapa chini. Pengine maji ilikuja huku kwenye siku gani? Hii maji imelipuka kwa kisima kwanza. Na pale mwisho unaona pale mwisho. Unaona hapo kwa kona. Hapo kwa hiyo shamba iko na mandisi. Kuna maji mengi sana. Kisima nini wasema iko hapa? Ile ya kawaida ya kuchimbwa. Kuchota maji. So maji ya lake imepitia chini. Nakwambia maji tuko kwa maji sisi. Na hata huko ukienda huko mbele bado tuko kwa maji. Rudia namba yako, maybe mtu anaweza taka kukutumia support. 07 57 32 22 60. Haya, na serikali imekuja kuwasaidia? Hakuna serikali imekuja? Amjaona hata usaidizi hata moja? Sijaona. Sasa pole sana. Sawa. Thank you. So mtazamaji wa Kikuyu Star TV, umesikia, this is the current situation. Hii ni another plot. Kisima nimeona iko kule mbele. So naenda kuoneshwa mahali kisima iko. Nasikia maji hadi ya kisima bado inatoka. So this is Naivasha. This is huku kunaitwa Kehoto, si ndio? Huku ni Kehoto area. Kume flood, maji ya lake inatoka, inakuja inawapata huku na serikali bado haijawasaidia. So hapa ndo kisima iko. Acha tusikaribie tusianguke pia sisi. Lakini najua imefungwa, si ndio? Baba umeruka. So acha tu hope serikali itawasaidia. Nimeona mko na shida mingi sana. So watu wamehama wote. So acha tuende mahali pengine so that we show you venye mambo iko. This is live from. Ni wapi wamesema kuna mtaro? Ni kadogo. Kanyaka. Kanyaka tu hiyo mama imeshikia. Acha kwanza tu. Sasa kani kuingia? Twende. Hebu simama kwanza nikuweke aka ni kama iko. Acha kakae hapa.
Ukiamua ni kutembea, Ndio sikika vizuri hata twende. ukiamua ni kutembea unatembea my friend. Hapa si tafadhali. Sasa unaona keja. Sasa unaona ikiruka hapa. Ikiruka hapa. Ujue iko keja. Ishaingia kwa maji sasa. Inaenda ikiongezeka kama inapungua hii maji. Si inaongezeka? Haikuwa hivi. Sasa unajua hapa imepita. Sasa hapa ni kwenda hapa sasa hakuna plan B. Kuna watu bado hawajahama. Sijui kii nimeacha kii. Kuna kii niko kwa hau. Ningeenda wacha simamia tu hapo ione chukue. Sawa sawa, no problem. Kuna nyumba already iko na maji pale. Si ndio nadhani yani nikuoneze. Kwa hapa kuna plan B. Huko ni wewe sasa unakaa huko. Sasa nikifika hapa. Hapa nikifika sasa niko rada. Na wewe sasa uofi maji itakupata usiku. Sasa kabla iruke hapo ilikuwa nimeipea time. Utakuwa umeipea time. Ilikuwa nimeipea time. Na kibro kiliweka vifungu. So mtazamaji wa Kikuyu Star TV, karibuni sana. As we are saying, we are live from Kehoto. This is the current situation. Ukiangalia kuna watu walikuwa nilikuwa nataka niwaoneshe keja sukuma na hii ni maji ya Lake Naivasha imekuja hapa hivi, so wananchi inabidi sasa wanahama. Yes, so this is the current situation here. Keja Roko ready for arathi best yake kiria goita kwa tia are roundabout kwa rafiki yake aende atulie huko kwanza kabla tujue hiyo tunaweza lazima ipate maji. Mimi yangu ilipata kitambo. Huko ni chapa ilale. Unataka kwa maji kama chura. Si mimi nilipita mpaka unadhani mara ya mwisho nilioga lini? Mpaka nilisahau unaoga saa ngapi? Uko huwezi oga. Haya unaona hapa venye napita hivi? Unaona venye napita hivi? Hapo venye napita. Kuna mawe nilikuwa nimepanga. Mawe za nini? Sasa huwezi enda deep. Unifuata tu hivyo. Unaona hivyo unanifuata nyuma? Unifuata tu hivyo venye naenda kuna mawe. Hata ukikanyaga unasikia kuna mawe. Unapita tu na mawe. Kuna maji yale kama ni maji ya nini? Ini kutoka chini. Kutoka chini. Hizi inatoka chini hivi. Inakuniko kunuka mara kunuka. Na leo ule Leo kunuka mara kunuka na thi. So maji yale ha Mana go kunoka mara kunoka thi. Ti ate mara uma na reki. Go kunoka thi. Yani level ya hii shimo. Level ya maji level ya maji ndio ime rise. Na venye ime rise sasa inakuja sikuja sana nikuonesha shimo ya maji penye imefika. Angalia sasa hii sasa ni shimo ya maji. Hii ni shimo ya maji. Na unajua maji level yake huku chini level iko maji huku chini. Sasa unajua ni kupanda imepanda juu. Sasa hii penye shimo ya maji iko maji. Maji iko chini ya shimo, level ya ground ya huku chini. So imeshafika. Imeshapanda. Sasa venye ina rise hivi, unaona sasa hii maji ikitoka hapa itoke huku nje. Sasa ita overflow yani ijae huku. Nacho sasa kibro. Choo zimejaa maji ama. Hakuna story nyingine. Na sasa tunaenda wapi choo? Choo nilikuwa nimetengeneza, nilikuwa nimeinua kiasi juu. Nilikuwa nimeinua juu. Kibro nakyo ni kama kilifunga huku hivi. Bado iko na maji. Nyumba huku choo iko na maji. Hata huku ni kama hata huku kuna maji, ni venye kibro kimefunga. Nilikuwa nataka ningewaangisha kwa hao. Kibro sijui kilienda wapi, kimefunga huku. Acha nikam. Poleni sana. Kimefunga. Poleni sana. Nilikuwa nataka nikuoneshe hadi kwa hao. Kwa hao maji sasa. Na gava maji venye iko, maji ishaingia sasa. Gava kuna kenye inawasaidia? Hakuna. Nasikia kesho Bazenga anasema anakam. Nani heka anakuja kwa kiwanja kesho. Sasa sijui rada akikuja, sasa sijui form itakuwa gani, kama atatusaidia kama watu kuhama, kama kuna kitu atawape relief hivyo. Juu sasa watu wengi wamehamia Kayole. Yaani unatafuta tu place unaweza enda. Na nyumba zinapatikana kweli? Sasa nyumba ndio hakuna. Nyumba ndio hakuna. Alafu sasa unakuta wale watu wako na hizo manyumba. Juu huko juu watu wako wengi. Unakuta ni double. Unalipo ya kuhama. Na nini na deposit. Sasa hiyo keja na watu wengi walikuwa wanakaa Kehoto wa mashamba au maua. Ile pesa unalipwa tuseme ni kama 8k ama 10k. Sasa ukitishwa kama nyumba ni kama 3k, utishwa tena 3k, hiyo ni 6k. Na ya kuhama. Isipokuwa kulikuwa na gari za nini za county. Lakini za gari za county kama tunaenda karakta na huyu tushikane. Unaona bado wapo kwa hiyo nini vitu zitapotea nyingi. Tukishikana mimi na wewe. Mweke vitu zenyu mahali pamoja. Si ati gari kupeleke peke yako. Tuwapeleke tukiwa tumeshikana huyu na wewe. Sasa ukipeleka hizo vitu zingine zitapotea hapo katikati. Sasa unakuta kuna challenges. Lakini sasa tujui hii maji itaisha ama rada ni gani? Ushaikuwa hivi tena? Kuna
Hiyo ingine ya kulikuwa na 2020 ilifika pipeline. Kuna 2023 ilifika pipeline. Haijaruka hivi. Haijaikuja. Hii round hii imekuwa yani too much. Hii imekuwa yani imetoa watu shimo yani kijeshi. Hii hakuna dile mnasemaga ati tafadhali. Tulikuwa tunadhania ni kama tu hiyo ingine ili happen, lakini sasa hii imekuwa too much. Hii imekuja ikikujaga. Na sasa hii si ile tunasema inakuja na lake inatoka chini. Sasa kama huku unaona kwa house isipokuwa kiburu yake yuko imetengeneza kamawe hapa ati nimefungia hii. Kumbe inatokea kwa nyumba ndani. Inatokea chini. Sasa kuna plan B labda uhame. Na nasikia kuna wanyama wanatokea, ni ukweli. Sasa kiboko ndio ngori. Unaona ukienda ile la mingine ile iko upande ile Mkorino. Kiboko mchana. Unaiona kwa hizo street kuna maji, kuna maji inaweza kufika hapa. Ni side gani yuko? Unaona hapa inakufika kwa magoti. Hapa ni hapa. Unaona tukienda hivi chini tutamke huko chini kabisa. Maji inaenda hiyo nini inapanda. Unaona unaingiza baridi. Amesikia kali kiboko. Huku yezi ingia kwa barabara. Kwa barabara. Lakini sasa unaona kwa huko kwa barabara usiku, sasa usiku challenges ziko usiku. Unaona usiku hata kama ukitaka kukaa kwa maji, mimi niko pale sababu pale unaona ni kwa gate. Ndapita hiyo maji kidogo, kuja niangalie juu ya security. Lakini ukiingia huku ndani huku chini huwezi enda. Unaona? Na tumebaki kwa nini? Tumebaki juu. Unaona sasa vijana wadogo kuna ile unakuta ile hakuna job. Sasa unakuta wanaanza sasa wanaanza milango, vandalize kutoa hizi madirisha na hizi vitu ulihaso ukitafuta. Na kuna mtu atakuja ameza amekung'olea hii mlango. Hii mlango ukienda kubai saa hizi ni how much? 10k. Mtu anauza 500. Unaona ni hasara tupu. Anakuesa lazima tukae busy. Sasa unaona usiku mchana mchana unajua mchana unajiona, lakini usiku huwezi ingia huku chini. Jua hizo manini wanyama kiboko. Mostly kiboko. Kiboko ni mwogopi, maybe maji inaweza kuja ijae kama mkiwa mmelala. Uzuri ya hii maji si ile maji inakujaga ati mara moja inakujaga slow, yani inakutaga slow motion pole pole. Hata uone ikipanda inakuja tu. Wewe unaiona ikiwa hivi. Wewe unaiona asubuhi ukiamka unashindwa rada ni gani? Hii maji ilikuwa chini hivi. Ukiamka tena ndio hii. Ama unaweza kuta saa zingine kukiwa na upepo, unakuta ile upepo inaisukuma, inapanda. Tena inarudi. Sasa inaenda watu wanasema ni kama ati inashuka inatulia, mara inapanda. Lakini wewe nikiwa mimi mwenyewe juu nimetulia hii mtaa inapanda. Inaenda kiendaka juu. Sawa. Acha tuzunguke kwa wengine. Unasema kuna viboko. Inabidi. Watu wakipata hiyo usaidizi. Hebu tuongoze hapa juu sasa. Wewe unajua hii geography wewe unaijua vizuri. Sasa unajua ni mimi nilikuwa nimepaka hiyo mahali. Sasa unaona nikipaka hii mahali. Maji ilikuwa chini huko. Ilikuwa chini. Nilikuwa naona ikikuja. Nakiambia. Hii maji ni ile tu ya kawaida, yesi enda mahali. Hii ile tu wacha ile yenye mmezoea. Kiamka siku nyingine. Ile mahali unapanga, hii ni mahali unapanga kwa mahali mingi sana. Hii unapanga utaki. Huku kuna kubaya zaidi. Huku kunaitwa Kihoto. So mtazamaji wa Kikuyu Star TV, this is the current situation. This is Kihoto. This is Naivasha, Nakuru County kwa Susan Kihika. Na wanasema bado. Hadi mboga huku. Yes, so bado tunaendelea kuonesha the current situation. Kube flood, Naivasha is flooded. Maji inaendelea kuingia na tunaendelea kuonesha venye watu wamekuwa affected. More than 4,000 people wamekuwa displaced na wanasema hawana kwa kwenda kwa sababu bado serikali bado haijawasaidia. Wanasema siku ya kesho Governor Susan Kihika atakuja aweze kuwasaidia. So naendelea kuzungusha huku so that we can see the current situation. This is Kihoto, this is Naivasha, this is Nakuru County and it's flooded. Wacha tuendelee. Naona huku hadi kuna misumari. Hii kwanza ukikanyaga bwana wewe kuisha. Wewe kuisha. Hapa nimekanyaga. Hii ni stairs. Kuna mpaka hiyo ulikuwa na duka? Katika shop nilikuwa nimefungua. Sasa kwa shop nimefungua sikameisha hivyo. Hata jua kuna watu wa kuuzia. Sasa livelihood nyingine itatoka wapi? Hiyo ni ngori. Unauzia nani? Hata hakuna mtu. Watu wametoka simu. Hakuna mtu wa kuuzia. Watu wameenda. Sasa hiyo livelihood hiyo story imeisha hiyo. Imeisha hivyo. Na hii maji itaisha lini? Hii na hujui.
Wacha next year. Wacha Next year. Sisi kwanza live ingine. Sasa ni hii. Sacho. Unaona vile. Oh, naona ulikuwa umeinua. Ai, silikuwa nimecheza kinini? Sasa nilikuwa nimeinua hapa. Sasa hiyo hata mimi kitaka naenda to. Oh, iko juu. Lakini cho unaenda kwa maji. Niko vipi kuja uone. Kwa maji si ya shimo. Si ya shimo. Lakini umeinua. Tengeneza kijeshi. Wewe ni mjanja. Ingia ndio lakini naweza kutumia the time being. Lakini sasa iko fiti. Hiyo kwa nimeinua siku nadhani maji itafika hivi. Hiyo nifikisha hapo. Wacha tutahope mambo itakuwa chonjo. Sasa hapa mimi nakuja tu. Hata unakuja hapa. Huyu tulikuwa naye pale ile side nyingine. Ngoja kwanza tukirudi tutaenda kwa hiyo yako. Acha tusonge mbele. Sasa huko mtu hawezi jua kama sasa unajua hapa mtu hawezi jua. Acha tu. Poleni. Tunahope mambo usienda hivi. Pitia hapa hivi. Hapa kwa hii post Kwa post hakuna deep. Post unaenda vizuri sana. Sawa. Yes. So guys, this is the current situation. This is Naivasha, this is Kehoto. Na venye mnaona kume flood. Na ukiangalia hadi ile magugu yenye inaitwa magugu ishafika huku hivi. Yes. So guys, tunaendelea kuwafahamisha. This is reporting from Kehoto. This is Nakuru. This is Naivasha. Na ni mahali ambapo wananchi wa hapa hivi wamepatwa na shida ya flooding. Maji mengia kwa manyumba, wamehama, wanasema serikali bado haijawasaidia na wanaendelea kurusha mwito kwa serikali iweze kuwasaidia. So naendelea kukuonyesha venye mambo iko. Wacha tuendelee kuzunguka. This is Kehoto. Yes, bado tunazunguka. We are still So ukiangalia watu inabidi wanapitia. Siwezi anguka. Inabidi watu wanapitia kwa maji huku. Watu inabidi wanapitia kwa maji. Na tuna hope mambo itakuwa iko chonjo zaidi. As you can see. Tunataka tuende kule mbele. Na hii maji ni ya sewage by the way. Hii maji mnaona hapa by the way guys. Hii ni maji ya sewage. Maji imechanganyika, unaona choo imechanganyika na bado watu kuna jamaa kama hiyo tumeona hapo hivyo. Yeye bado anaishi kwa nyumba yake. Na ukiangalia plot kama hii actually. Bado hiyo plot imejaa maji. Watu wamehama. Hii ni hasara kubwa sana. Hii ni hasara kubwa sana. Na hii inakuja as a result of the heavy rains ambazo zinaendelea kunyesha. As you can see. Nataka niwazungushe kila mahali. Tulisema Kikuyu Star TV lazima tuwazungushe kila kona. Lazima tuoneshe the situation. Hii magugu bwana imetoka kwa lake. Haya. Unakuja na upepo. Yafuata upepo ikikuja. Sasa kwani kwako ni wapi? Kuli pale mbele. Na bado ndiko unaishi? Ndio nataka kuhama, nimekuja na moto. Unataka kuhama? Nataka kuhama. Na ile side nyingine ya kule Lake Naivasha huko bado kumeflood? Huko si kubaya sana kama pande hii. Huko ndio kubaya sana. Bado yote imeletwa na upepo ya lake. So guys, unaweza fikiria hapa ni lake. Lakini as you can see, mahali kama hapa hivi kuna nyumba hii ya mabati yenye iko hapa. Unaona bado huko unaona venye kumeflood. Hadi yuko. So kunakaa hivi. Kule tutafika kweli? Ni deep sana. Kwa kiuno ni mingi. Bado kuna watu wanaishi huko. Bado watu wako huko.
Poleni, poleni. Poleni sana. Yes. Serikali bado haijajaribu kuingilia. Bado. Na ni mbali huko kwote, wao watu wote wamehama. Watu wote huko wamehama. Naona watu wakisema ati like 2000 wamedikua displaced. 2000 ama 4000. Ni wengi. Wengi sana, watu kama 10,000 na kitu. Wengi sana. Maybe unaweza tusalimia hapo utuambie serikali inataka iwasaidie hapo. Wangetusaidia tu kwa upande mwingine. Kama wanaweza kukinga hiyo maji isifike pande hii. Juu hapa sasa ndio tumeishi tukiishi. Hakuna mahali tunaweza enda. So kutusaidia ni kutukingia tu hiyo maji isifike pande yetu hii. Na so far serikali kuna venye imewasaidia? Bado. Bado hamjaona msaada wowote? Maybe unaweza taka kuambia nini serikali? Watusaidie tu kuzuia hii maji. Tutakuwa na furaha mingi sana. Sasa ukitoka hapa unaenda wapi? Naenda Karagita. Kama nitakosa nyumba Karagita nitaenda Kamere. Hujapata nyumba already, unahama kama unatoa tu, nataka nipe rafiki yangu anikalie na vitu. Alafu nikitafuta nyumba polepole. Uko na familia? Familia wako wapi? Nimewapeleka Karagita huko kwa dada yake. Maybe unaweza patiana namba yako hapa, maybe kuna mtu anaweza kusupport na kitu. Ndio, naweza kupatia. 07 99 90 22 13. Nirudie tena. 07 99 90 22 13. Majina ni McDonald Biketi. McDonald Biketi. Sawa. So thank you very much. Kitu kitakuwa sawa. Sasa mama, nzuri sana. Tutasalimia. Hata maybe unaweza tuambia unaenda wapi? Naona wewe unaenda kwenye maji iko. Mimi naitwa Doreen. Mkaaji wa Kioto. Pengine unaweza umetoka wapi? Unaenda wapi? Natoka kazi, naenda kwa nyumba. Kwa nyumba kwako kumejaa maji? Na unaenda ndo tunaenda. Wacha basi tuelekee kwake. Tuelekee huko kwa. Wacha tuende tuone venye. Huyu ni mtoto wako? Mtoto wangu ako hapa. Wacha tuongoze ndio in case kama kuna mahali. Yes, so mtazamaji, tunataka tuende kwa huyu mama so that we can show you the current situation. Na nasema whatever small you have, tunaweza support hawa watu kwa sababu umesikia hawana kitu ya kutumia. Wanaishi hapa hivi. Hata watoto wamechota maji. Hao ndio walikuwa wanachota maji hapo? Ni watoto wangu. Sawa. Tunaona wakirusha. Wanarusha na bado inarudi. Acha tuende. Na bado mnakaa tu huko ndani. Haujafikiria kuhama? Nyumba kupata ndio imekuwa shida. Nimekosa nyumba na unaona ni mimi. Acha kwanza nikuvalishe. Kuna aka ni kama microphone. Acha kakae. Cameraman kakae hapo. Wacha nishie ingine ama? Haya twende. Sorry. Hai. Oi. Sorry. Ingiza kama ingiza maji. Shika tu na mkono, shika na mkono. Shika tu na mkono. Msimu. Ili jaingiza maji. Ingiza maji. Sasa twende. Mike umeipata? Ni wewe hii. Mike iko? Ndio hii. Guy, hebu ingiza maji ndani. Twende. Usijali za kazi, lazima kwa hivyo. Challenge za kazi si. So hiyo. Twende. Acha shaka ungeacha uongozo. Simu imeingia ikiwa live na kwa maji na ikaamuka. So watu wako wako maji. Wewe shaka. Mimi niko sawa. Mimi naomba kamera. Wewe uanguke tu lakini kamera hapana. Mtazamaji, hii ndio mashida. Hii ndio matatizo wananchi wa Kioto wanapitia. Sasa kama huyo mama anaelekea kwake. Gai. Hapa nakwambia ukianguka ndio hivyo. Hii ni ya Lake Naivasha, imetoka kwa. Unaweza fikiria huko ni lake. Ilikuwa imefika huko mwisho hao watoto wamechota. Upload iko na watu wengi. Nakwambia hizi viatu bwana zinajaa mawe. Na guys, tumesema kama kuna mahali unaweza kusupport mtu. Haya. Huku walikuwa wamejaribu kuchota maji. Hata hawajahama.
Hii maji saa ilikuwa kwa mlango yangu. Mlango yangu ndio hiyo ya. Mlango wako haijafikiwa? Inafika huko. Saa watoto wamehofia wanachota wakimwaga nje na bado inarudi. Walikuwa wamechota yote ni kurudi inarudi. Ni kurudi inarudi. Ati kwa nini wewe hujahama? Nyumba kupata ndio imekuwa shida. Alafu mimi mwenyewe naenda kibarua. Ndio natokea masaa ya kutafuta nyumba vizuri tena nimekosa. Uko na watoto wangapi? Niko na watoto 6. Watoto 6. Maybe unaweza patiana namba yako, maybe hapa kuna mtu anaweza kusupport na kitu, maybe unaweza tafuta nyumba uhame. Namba yangu ya simu ni 0769 34 5240. 0769 34 5240. Majina ni Doreen Ambani. Doreen Ambani. Sawa sawa. So thank you very much na poleni sana. I hope mambo itakuwa iko sawa kabisa. Acha tuendelee kuzungusha watu. Yes, so mtazamaji wa Kikuyu Star TV, hawa watu wenye tunapeana namba zao, tunasema whatever small that you might be having, tunasema tunaweza wasupport. Unasikia mama kama huyo ako na watoto 6, watoto wake wanang'ang'ana kumwaga maji out of this plot. Na bado maji inaendelea kuingia, so it's very sad. So whatever small that we have, wacha tujaribu kusaidia familia kama hii. Unaona hawana mahali kwa kwenda kwa sababu acha ndio tuone flamingos. These one are not flamingos. Hizi si flamingos. Hizi ni bata mjinga. Nyange. Twende huko place nimesikia kuna by the way twendeni. Kuna viboko. Sio area ya huku. Lazima turudi. Twende hivi. Unaona hata mahali nilikuwa nakwambia na kule. Hata huko tunafaa kwenda huko. Hapo ndio tuonyeshe. Nafikiri tunaonyesha hii kanisa iko hapa. Hii ni kanisa inaitagwa Gracious Obedience Church. Church is floating on water. Na uwakumbushe hii majani mnaona hapa si ya kupanda. Hii ni majani ya nini? Imetoka kwa ligi mpaka huko mwisho huko. Na ni watu wanaishi huko kwote. So yes. Watu kama 20 wamekuwa displaced. Yes. Wengine wataanza kuhama kidogo. Yes, so guys tunaendelea kuwa inform the current situation from Naivasha. This is Nakuru County, this is Kehoto. Na huku ni mahali wamekuwa flooded, watu wamekuwa displaced, maji ya lake imekuja, magugu iko hapa hivi. So tunaendelea kuonesha, so usitoke hapo hivyo, tunaendelea. We must show you the current situation kwa ground venye mambo ilivyo. Wale wanatazama tukitoka live tukipata TV tunaonyesha.